Nazungumzia kuhusu nguvu za maneno. Tusome tu kitabu cha Jeremiah 35. Na ningetaka sana muelewe nguvu za maneno zina uwezo wa kufanya wewe nini. What power is there in the authority of your mouth? Because you have got the authority. Uko na nguvu za kusema upone na unapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko na nguvu za kusema tuendelee na tunaendelea. Uko na nguvu za kusema na ukisema hiyo kitu itafanyika. Nalo neno la Bwana likamjia Jeremiah. Nataka nisome kwa sababu kuna watu naona wameniandikia wanasema naongeaga kisugumigi. Sasa nikiongea kisugumigi na mimi ndio nililipiwa school fees. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana katika siku ya Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, na kusema hivi: enenda kwa nyumba kwa Warekabi, ukanene nao, ukawalete nyumbani kwa Bwana katika chumba kimoja, ukawape divai wanywe. Basi nikamtwaa Yazania mwana wa Yeremia mwana wa Habasania na ndugu zake na wanawe wote na nyumba yote ya Warekabu, nikawalete ndani ya nyumba ya Bwana, ndani ya chumba cha wana wa Mungu kilichokuwa karibu na chumba cha wakuu, nacho kilichokuwa juu ya chumba cha Maesaya mwana wa Shalumu bawabu. Nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabu. Mungu akamwambia Yeremia, nenda kwa nyumba ya Warekabu, uende uwapatie divai wanywe. Bwana Yesu asifiwe sana. Go give them a glass of wine, they may waweze kukunywa. Na Yeremia akaenda akawaita nyumba ya Warekabu. Sasa ni nyumba ya guka yako. Sema nyumba ya guka. Rekabu alikuwa guka. Nyumba ya guka yako. Wanaitwa guka yako, anaitwa nani? Ama kilani yenu inaitwaje kwa bare yao? Kagiri. Nenda kwa nyumba ya Kagiri. Na ukifika huko uambie wakunywe wine. Ni kwa nini Mungu aliangalia akaona ni vizuri kupatia hawa watu wine? Ni kwa nini na akatuma mtumishi wake? Hiyo ndio swali sasa tunaigiria. Kwa sababu nataka kukufundisha ni nini ambacho, na unaweza kujuaje kile kilikufuga ni nini. Na kuelewa kile kilikufuga ni rahisi sana, hauwezi kuelewa kwa sababu haujui na haukuwepo. Wakati maneno ilitajwa kitabu miaka 100 imepita, kuna neno lilitajwa na hilo neno linapitiaga kwa familia kila wakati. Inasabaswa kutoka kwa familia hii inaenda kwa familia nyingine, inatoka kwa familia hii inaenda kwa familia nyingine. Vizazi vimekuwa vikiumia, na ukiangalia pattern ile inasubua nyinyi yote ni moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kuna neno lilinenwa. Hilo neno lilinenwa hamukuwa, you are not there. Wewe ni mtoto umezaliwa tu juzi, na hata Kikuyu hujui, hata Kijaluo haujui, hata Kikamba haujui. Wewe ni Mkamba tu kwa jina ya kitambulisho, lakini tabia na mila, wewe ni Mswahili. Uswahili hujui, mila ambayo haujui ni mila gani? Mungu akamtuma Yeremia aende kwa nyumba ya Warekabu, awapeleke kwenye chumba kimoja katika hekalu, na akawaenda akawakusanya, akawapeleka kwenye chumba kimoja kwenye hekalu. Na kisha akaweka divai, akawaambia wakunywe, akawawekea kila mtoto, akamwekea kibakuli na kikombe ya divai wakunywe. Na ni Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio yeye Yeremia alisema, lakini Mungu ndio alifanya nini? Kwa hivyo step 1 ya kufuguliwa, lazima Mungu akuwe involved. Lazima Mungu afanya nini? Akuwe involved. Ndio nakwambia uanze na kuomba, ndio Mungu akuonyeshe unaombea nini. Kwa sababu unapitia kwa laana, na laana hiyo ilinenwa na guka wa guka.
Na alienda miaka 100, miaka 200 imepita ndio alienda. Lakini wewe unakaaga tu na wokovu wako na kuwekelewa mikono na kuwekelewa miguu na kushautiwa na kuambiwa haleluya na kuambiwa ole papa, mkianguka chini unasema hiyo pepo imeenda. Hakuna mahali pepo inakuwaga imeenda. Inakugojeaga hapa chini kuuliza, ulitupeleka huko tukafanya nini? Inakugoja hapa inakwambia beba mzigo twende. Kwa sababu sasa wewe ulipigana vita ya vita hujui. Ulipigana vita ya nini? Ya kitu hujui. Lakini kwa sababu umekuja unanitegemea mimi ni pastor wako. Yes, mimi ni pastor, niko na nguvu. Nitanena, nitasema mapepo yote yaondoke na yataondoka. Lakini wewe umekubali yaondoke. Niko na uwezo wa kukemea. Lakini wewe ambaye ni host uko na uwezo, umekubali yaondoke. Kumbuka yule Yesu alikuta ule mtu alikuwa na wede wa simu. Huyo mtu alimwambiaje? Hiyo mapepo ilisemaje? Turuhusu tuingie mahali kwingine. Kwa hivyo lazima ruhusa itoke. Ndio hiyo pepo ikuachilie. Lazima ruhusa ifanye nini? Itoke, na inatoka kwako. Na hii kutoka kwako lazima ujue ni nini unaachilia, ni nini unafungulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kufungulia mapaka na ni maubwa. Huwezi kufungulia makuku na ni maparasi. Sasa wewe unakuja unaanza paka na keterebo kotorinaka, ninakemea makotolima. Sasa unakemea makotolima, ni nini makotolima? You must understand what you are fighting. You must understand what kind of a demon that is operating in your family. What kind of an altar that is operating in your family. What kind of a foundation that is operating in your family. That is why I need to teach you first before tuonane na wewe. Ndio hata labda tutakuzungumzia uone hata hakuna haja kuja kuniona kwa sababu umejua shida iko wapi. Mungu akamtuma Yeremia akamwambia nenda kwa nyumba ya Warekabu. Warekabu alikuwa ndio guka mwenye boma muhereka ama family inaitwa hiyo clan inaitwa ya fulani. Na akatuma Yeremia mtumishi wa Mungu. Ni kwa nini Mungu alituma mtumishi wake? Kwa sababu ni Mungu pekee alikuwa anajua ni nini imefuga hii familia. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia hivi, nikaweka mabakuli yaliyojaa divai na vikombe mbele ya wana wa nyumba ya Warekabu. Nikawaambia nyweni divai. Lakini wakasema hatutakunywa divai, kwa maana Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu alituamuru akisema, musinywe divai ninyi wala wana wenu hata milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii ametumwa, Yeremia alitumwa na Mungu, akaambiwa nenda upatie hawa watu nini? Divai. Wakasema, wakasimama wakamwambia baba yetu Rekabu ambaye ndi mwana wa Warekabu anaitwa nani? Mlikuwa mnanisikiliza? Jonadabu. Alituambia musinywe nyinyi pombe wala watoto wenu. Kwa nini? Hiyo ndio swali tunaje. Kwa nini? Kwa hivyo kuna sababu. Kama mzee kama huyu alitoa matamshi, kuna sababu. Hawezi kuacha kerumi kama bila sababu. Kana utige kerumi hata sababu. Lazima watoto walikusubua. Lazima watu walinena, baka ukaacha ukatekwa na watoto, ukatekwa na familia mzima, baka ukaacha kerumi ukasema hii shamba yangu isiwahi katakatwa. Mzee hawezi kuamka siku moja na aseme hii shamba isiwahi katakata. Hadi hapa hii nyumba yangu nisiletwe mjaruo kwa nyumba yangu, hii nyumba yangu nisiletwe mkapa, hii kitu. Lazima kuna sababu ambayo ilisema huyu mzee aongee. Mzee hawezi kuongea bila reason. Hata kama ni mlevi, lazima ulevi alikunywa ndio aweze kuongea. Msiseme ati ali mlevi akiuga. Alikunywa ndio aweze kuongea. Hizo ni itoke ndio aachilie maneno. Na kuna watu wengi hapa tumeachiliwa hizo laana. Na hata mtu alikuja aliyetaka kula kikombe moja, na hiyo kikombe moja akajifanya ni mlevi. Hii shamba nimesema itakatakatwa. Kuna mtu atakata. Mkwende mkajenge manyumba zenu. Nani kujifanya najifanya?
ni venye ako na bitterness ndani yake. Akaambiwa ya kwamba wewe, tuliambiwa tusiwahi kukunywa, tuliamuliwa na tukaambiwa msiwahi kukunywa. Namba 7 inasema, wala msijenge nyumba, wala msipande mbegu, wala msipande mizabibu, wala msiwe nayo, bali siku zenu zote mtakaa katika hema mpaka kuishi siku, ndio muweze kuishi siku nyingi. Ameambiwa nini? Musilime mashamba, musikue na midhabihu, musijenge nyumba, mukae kwa hema miaka yenu yote. The first IDP on earth. Huyo mzee amewaambia nini? Amewaachia baraka marana? Amewaachia laana. Na ni kwa nini aliwaachia laana? Akawaambia, na ni nabii ametumwa na Mungu, peleka kwa nyumba ya Warekabu, uwawekee waini kila mtu mmoja mmoja na wakunywe, na uwapeleke kwenye chumba kimoja. Usiwapeleke ba, uwapeleke kwenye chumba kimoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye chumba kimoja ambacho ni kwenye hekalu yangu. Naye akamwachukua akawapeleka ndani ya hekalu. Chumba kimoja akawapeleka ndani ya kanisa. Kisha akachukua mabakuli na vikombe akajaza waini, akawaambia kunyweni. Akamwambia hapana, sisi tulikatazwa. Musa alisema no. Huyu ni nabii na wanajua ni nabii na anakuja na neno la Mungu, lakini wakasema hatutakunywa kwa sababu Musa alisema. Ni wakati mwingi sana tumeambiwa maneno, lakini tunatii maneno yaliyosemwa na wazee kuliko kutii maneno ya Mungu. Because we are lazy. We don't need to have interview kumuuliza, wewe na ni mtumishi wa Mungu, kwa nini unatuambia tukunywe divai? Wewe na ni mtumishi wa Mungu, watoshoki yako umetupeleka wapi sasa? Unataka tulewe? Sasa hapo wangekaa ndiye na yeye awaambie ni Mungu ameniambia, alafu warudi kwa Mungu amuulize Mungu, Mungu, kwa nini umetuma mtumishi wako tukunywe divai? Sasa hapo ndio wagiaza kuchunguza kujua reason ya Mungu kuauthorize divai kunywe ni nini, kwa sababu Mungu lazima alikuwa na reason. Hawezi kutuma mtumishi aende kwako akuletee mkwaju alafu hiyo mkwaju haina. There must be a reason. God has a reason for everything that we do. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama wangekuwa waelevu, wangemtii mtu wa Mungu, lakini kwa kumuuliza maswali, ni kwa nini tukunywe, kwa nini urenda tunywe johinike? Naye explain ni Mungu amenituma, ameniambia niwaekee kikombe kimoja kimoja, hakunipatia reason. Na sisi tunao waseme hapana, na sisi tuliambiwa tusiwahi kukunywa. Naye nabii amuulize ni kwa nini mliambiwa msikunywe? Sisi hatujui. Naye nabii arudi kwa Mungu awaulize ni kwa nini hawa watu walikatazwa kukunywa. Mungu awaambie ile kitu walifanya. Hiyo sasa ndio kujikwamua kutoka kwa laana. Sasa watu wako kwenye laana ya umaskini. Waliambiwa wasijenge, wasilime, wala wasikue na chochote, wakae kwenye hema miaka yao yote. Ile poverty iko nayo unatembelea, itafute kwenu. Bwana Yesu asifiwe sana. The poverty that is in you, hii ambayo inakutembelea kila wakati mahali popote unaenda, unakutaka poverty imekuwa kadoli, lazima ikae karibu na wewe, imekuwa kama battery ya gari. It's because kuna kitu kilizungumzwa. Maana mzee alisema msiwahi kukunywa divai wala kulima mizabibu. Kwa nini? Unajua ukikunywa divai, ukilima mizabibu, lazima walikuwa wanatengeneza divai. Kwa sababu ikivunwa, lazima mizabibu yako ijulikane kama ilikuwa strong, inatengeneza kadivai. Ndio kila mtu ataoja aseme neno ni jega. So hapo ndio unatafuta, unaona kiini cha mzee kukataa hii divai. Mambo iko hapo kwa unywaji, hapo kujaribu. Because ni kwa nini mzee aliwaambia msivune, msilime, wala msikunywe? Kuna tatizo na kukunywa. Kuna tatizo ilitokea katika kukunywa. Ndio nikichunguza vizuri hapa nikaomba Mungu akaniambia, kumbe wakati wa kukunywa, hawa vijana wakimeza, wakalewa. Dada na ndugu wakaenda kwa kitanda. Mzee akakuja akakuta dada na ndugu wako kwa kitanda. Mzee akakasirika kuona watoto wake
wanalala pamoja. Brother and sister wanalala. Ni kwa nini? Walilewa, walikunywa wakalewa. Sasa ndio imesababisha huyu dada na ndugu yake wakaenda kwa kitanda na wakaona ni hali ya kawaida na ni nomo. Mzee akakasirika na akasema, kosa kama ni hii pombe imefanya watoto wangu wafanye hivi, nimeifuga kwa nyumba hii. Hiyo ni laana, si laana? Ni laana. But for them they don't know. Hawajui hata kidogo. Wataishi maisha yao yote wakitii mugabo ya mzee. Alisema mzee ni augire. Lakini uulizake ni kwa nini mzee alisema ati mimi nyumba hii isioane na ile nyumba? Ni nini? Mzee hakuwa mwenda wazimu. Akapiki akasema nyumba hii isioane na hii nyumba. Hakuwa mwenda, lazima kuna kakitu kalikuwa. Ama kusema nyumba hii isiwahi kukamatwa mudhaiga. Kuna nyumba ziko zinabiwa hii nyumba kusiwahi kupatikana mtu atashika urogi. Kwa hivyo ukisikia alisema hii nyumba kusiwahi patikana mtu ataguza urogi, ni kumaanisha kulikuwa na urogi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisikia kuna laana, hiyo laana ichunguze vizuri, maana hiyo laana ilitoka ikiwa kwa sababu kuna kitu ilikuwa imefanyika, ndio hiyo sauti itolewe. Anything that is operating in your life, kuna sauti ilitolewa. Hiyo umasikini na operate kwako, kuna sauti ilitolewa. Hiyo magonjwa ambayo iko ndani yako, kuna sauti ilitolewa. The problem and challenges you are facing now, kuna sauti ilifanya nini? Ilitolewa. Mugapo du magaugwo. Iwezi kutoka bila sababu. Siwezi kukwambia msee usirudi ukanyaga hapa. Na hujanikosea. Na umekuja na umeketi vizuri na unanisikiliza. Alafu nikwambia mzee amuka toka hapa kwenda. No. Lazima kuna kitu. Hiyo kitu ndio muhimu. Hiyo kitu ndio muhimu sana katika maisha yetu. To understand why hii mugabo ilitolewa kwa nini. Na hapa tumeona waliambiwa wasijege, wasivune, wasikunywe. Kwa statement inaanzaje? Tulikatazwa tukaambiwa tusiwahi nini? Kukunywa. Kwa hivyo the reason ya shida ile wanapitia na ikaenda msiwahi kuvuna. Kwa hivyo ni kukatazwa, msiwahi kunywa, na ndio msikunywe, msivune, msilime, kwa sababu mkilima lazima mtatengeneza ya kutest. Kwa hivyo wakaambiwa msiwahi nini? Msiwahi lima midhabibu. Kwa sababu walikuwa najua wasipolima midhabibu hawatapata shekeli, hawatapata pesa, kwa sababu walikuwa nauza hiyo ndio wapate pesa. Akawaambia hata kunyumba msifikirie kujenga, mfanya nini? Mkae kwa tent. Amewaondolea mambo yote ile inaweza sababisha. Ama wanaweza kuuliza swali, sasa umetuambia tusiwahi lima, tutakuwa tukikula nini? Na tutakuwa tukiishi wapi? Tulitaka tukaaje? Sasa akaondolea yote, akawaweka kwenye laana ya umasikini, wasiwahi kutoka hapo, ati ndio waishi siku nyingi, kwa sababu waliona wakiendelea, mtoto msichana na mvulana wakiendelea hii tabia watakufa. So yeye alikuwa anataka waishi siku nyingi. Ndio kwa maana aliwacha laana na akasacha maneno. Kwake maneno yake ilikuwa ana save, lakini hii maneno imekamata mtu, imemweka kwa ndani ya poverty. Msiwahi kujenga, msiwahi kulima, na muendelee kuishi hapa kwa hema, ndio muishi siku mingi. Mavazi ya IDP zikaanzia wapi? Zikaanzia hii siku. Ndio tukaanza kukua na IDP ambao waliishi kwa hema. Ile hema ambayo unaishi sasa, ni nani aliisababisha ukue huko? The disease that you have now, who is the cause of the disease? Kwa sababu haikukuja tu. Any disease does not just come, it got a reason of coming. Any problem that you facing now does not just come, iko na reason. Iliuliza ruhusa na ikapata kitu inaitwa legal ground. Sisi tunaenda kwa fulani, tunaenda kwa Nyokavi, na kwa Nyokavi tumekubalishwa, kwa maana kuna legal ground, kuna tumekaribishwa. Legal ground ni makaribisho. Sasa hawa walienda kulala mwanamke, msichana wa mama moja na mvulana wa mama moja, ndio mzee akaondoa hii pombe. That is the legal ground. Hiyo ilifanya mzee akasirike aondoe. Hiyo ndio tunaitaga legal ground. Ndio hapo shetani anakujaga, anaweka kama mshumari kake, anapigilia hapo, anashuria kigoti yake hapo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sasa wewe unang'ang'ana kutoka kwa pasta mmoja kwa pasta mwingine, nabii amekuja kutoka Nigeria, ndio huyo nyinyi yote kuku. Mukasikia mwingine ametoka South Africa kuku. Mukisikia yule mzee ule wa hapa, watu wote walienda hapa Tanzania. Hapa Arusha. Alikuwa anaitwa nani? Loliodo, hapa Loliodo. Naona kama walienda. Hapa Loliodo. Walienda mpaka Machopa, maminista wa serikali ya Kenya walienda na chopa kukunywa kikombe. Mzee alirudi, alikufa ama bado yuko? Ako. Sasa hiyo kitu ilipokosa kufanya kazi, unasikia mpaka anajua ako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo alipoisha kukatokea mwingine, wote wakakimbia huko. Hiyo alipoisha ukatokea mwingine, because you are lazy, you don't want to understand. Ni kwa nini ninapitia hii shida? You don't need to have two pastors if you know the problem. If you know and you are ready to study and understand, this is the challenge I have. This is the problem I have. You don't need to go to another church. You need to stay to the church you have, because umejua shida ni gani. Hapa shida ni pombe. Hawa watu walikunywa pombe na wakarara wao wenyewe kwa wenyewe. Mzee akaona hii ni laana baya, akaodolea pombe. For him he was doing good. Alikuwa naodoa pombe ndio hii pombe isilete shida, lakini hiyo pombe ikaleta kifugo ya umaskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo pombe kafanya nini? Ikaleta kifugo cha umaskini. Ndio unasikia kama msemo kiongea na yeye anakuambia, mwana wako ona kugekali athena ri ndukanathie na ikuru. Hiyo ni Kirumi. Na usipoipedua uende Nakuru hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na aliongea tu kwa sababu ametoka Nakuru, wakanyeshewa, buriji ikaleta shida, makarara kwa mtaro siku 3. Akakasirishwa na Nakuru. Sasa anabeba hiyo mzigo, amekuekelea. Anakwambia, mie Nakuru. Dikienda mwana wako akakinya Nakuru. That is the end of the game if you don't know how to cancel it. Wale wazee walisikiliza huyo mzee ameanguka. Wale wazee akina wako wanasema, Kamutheni augete tusiwahi enda Nakuru. Na Nakuru ndio kuna job opportunity. Ile kazi umesomea engineer, ile kabuni ile kazi umesomea iko Nakuru. Sasa utafanya nini? Hapo ndio Wakristo kama hawa wa Kireba wanakibiaga kwa kitabu ya Hibrania, wanasema haya maneno yote Yesu alitukufia kwa msalaba. Kwa hivyo katika jina la Yesu nitaenda. Ukienda kule unaajiriwa, kitu ya kwanza mashini inakata mnyororo, unasikia mkono kwa ilienda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii maneno kidogo inatajwa na nyinyi wazazi, unaibia mtoto wako mjika wewe, hata una akili. Kiune Kirumi. That is a curse. Umelani mtoto wako already. And that is why mtoto wako mpaka saa hizi ana behave kama ng'ombe, kwa sababu ulimuita ng'ombe. Ng'ombe hii. Unakutaka vitoto vyako vinapigana kwa keja. Kwa sababu mtoto ulimpatia jina na ukamfanya yeye ng'ombe. Ndio unaonanga anakuwa ng'ombe. Anatoka hapa anaenda baka wapi? Anaenda baka Dubai ama anaenda Amerika. Anasikia mtoto mwenye alikuwa pastor ama alikuwa umemlelea kanisani, lakini ile ripoti inaanza kukuja, unasikia alipeduliwa akafanyika mwanamke na ni mtoto wa kiume. Mtoto mwenye alikuwa anasoma Biblia inatoka kwa mapua na macho na masikio. Akifika Amerika na kutana na vijana wengine wakanamwambia, unajua nini? Sasa geuka tukuonyeshe maneno mengine mzuri. Kwa nini? Ng'ombe inaenda kuchipukia huko. Anaanza kubehave kama mnyama. Sababu sio ni kazi ya wanyama. Sasa umeambiwa geuka, na ni mwanaume anakuambia geuka, na uko na akili na unajua hapa hii ni sewage, na unaenda hapo, na unakaa hapo, na unaendelea hapo, na unafurahia hapo. Sio ni akili baya. Kwa sababu aliitwa ng'ombe. Pengine akaitwa ubwa. Character na behavior ukiangalia kimutu kikikuwa kwa nyumba kina behave kama kiubwa tu. Ukiona kinaongea kama kiubwa tu. Kwa nini? Mama alisema wewe ni nini? Ni ubwa.
Bubwa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio maneno inatajwa hapa. Mzee aliwaambia wasikunywe. Nabii ya Mungu amekuja amewaambia kunyweni, wakasema mzee alisema msikunywe. Nabii ametoka kwa Mungu, Mungu ndiye amemtuma. Hawataki kusikiliza Mungu, wanataka kusikiliza mzee. Haleluya. Mara ngapi umeambiwa ukasema kwetu hatukuage na hii. That is why you are suffering. Wakaambiwa verse number 8. Nasi tumeitii sauti ya Yonadabu mwana wa Rekabu baba yetu katika yote aliyotuamuru kwamba tusinywe divai usiku zetu zote, sisi na wake zetu na wana wetu na binti zetu, wala tusijenge nyumba za kukaa, wala hatuna shamba la mizabibu wala konde wala mbegu. Wanamwambia nabii, tumeambiwa na tunatii na hakuna kitu utabadilisha. Kwa nini? Tuliambiwa na mzee. Sasa wewe ni nani unakuja kutuambia ati wewe ni nabii? Mzee alisema. Kwa hivyo ile shida unapitia sasa ni mzee alifanya nini? Alisema. Na sasa hapo nasema ngao pepo ishinde katika jina. Ninakemea mapepo. Ninakotoria reketerie. Sasa unakemea mapepo gani? Na ni mzee alisema. Mzee yako ni pepo. Mzee ni pepo. Sasa unapigana na mademon badala ya kupigana na mdomo. Hiyo ndio unaona vita tunapigana ya mademon, kumbe ni mdomo tu. Kupedua tu maneno. Na una shida hapo ukisubua sisi, unashinda ukisubua unatoka kanisa hii unaenda kanisa hii na kushabia mapasta, mkisema mapasta wachana na hiyo pasta huyu hata akuagi na nguvu. Wewe uko na nguvu, si uende ujitibu. Ama uko na kirai ya kupima hii nguvu inatoshana hivi, huyu pasta ako na nguvu hii, huyu pasta ako ushaisikia akisema huyu hata korogo hinya. Ndogethie ndogetweke hinya wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Because haujui unafanya nini. Unapigana na demon badala kupigana na maneno ya mdomo. Hiyo ni maneno tu ya mdomo. Kubadilisha. Na ni kilasi moja ya kubadilisha. Kilasi gani? Waliletewa na wakaambiwa nenda kwa nyumba ya Mungu. Pale kwa nyumba ya Mungu. Kanisani. Na wakaambiwa waende kwenye chumba kile kiko karibu na madhabahu. Ndio mjue ni Mungu amesema. Lakini walisema nini? Mose alisema. Sasa wewe Mose alisema, lakini umekuja hapa kupigana na mademoni ya majini ya huko Mombasa. Utafaulu kweli? Unamwacha Mose hapa, amesimama hapa. Wewe unaenda Mombasa kupigana na watu Mombasa. Mose akirudi, ukirudi umechoka, unakuta Mose anakugojea kwambia umemaliza. Kuja tuendelee na safari. So we are suffering not because we are not because we are supposed to suffer. We are suffering because of failure to labor, kufanya maombi, kutafuta Mungu. Because ukitafuta Mungu, Mungu atakuja. Na ukitafuta Mungu atakufungua. Na atakwambia hasa ni nini imefuga nyumba yenu. Hii umasikini si kawaida. Umasikini yoyote, umesikia hii umasikini? Waliambiwa wasilime, wasivune, wasikunywe, wasijenge. Hiyo ni total poverty. Hasa ukienda kujaribu kujenga na mliambiwa msijenge, unaenda kujenga. Ni nini inafanyika? Kajo inakuja. Unakutana na mtu. Mtu anakuhusia kea kiko kwa barabara. Na hawatakuuliza na kajo haitakuja mpaka wakati utajenga. Kwa sababu matamshi yaliyotolewa ni usijenge. Sasa kununua hujakatazwa, utanunua. Pesa hujakatazwa, utanunua, utapata. Lakini siku ile utajenga, utamaliza tu, kajo anakuja na ile getiga inaanguka chini. Because mdomo ile ilitoka ni ya usijenge. Na wewe unapigana na umasikini, ati nitakuwa tajiri. Utatajirika, lakini hautajenga. Every money utapata, ukienda kuinvest kwa kujenga, lazima itaanguka. Because that is where the power is of the mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiki ndio utakubalishwa. Kwa sababu hawana haja nayo, wanagojeka legal ground. Legal ground ni nini? Uliambiwa usijenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Uliambiwa nini? Na wewe unangangana huko, unangangana na maombi. Basta kilio.
Mimi naupaka naona tu ma-attacks. Nikijaribu nilicheka kwa kioski nikumaliza tu hivi. Vijana wakakuja wakabomoa. Nikacheka keki nikaenda huko Mgekopa. Nikacheka kwa kioski kakapali pakujago. Ai basi ikachoma nikakuta imechomeka. Nikatoka hapo nikaenda na kucheka tu kwa kibanda. Kironi kikakuja kikaangusha. Sasa si ujijazie ujue kuna mugabo kwa kujenga. You look at the pattern of what is affecting you, for you to know what exactly it is. Wachana kungangana na mambo ingine. Don't open any front. Just stick to that front. Hawa waliambiwa, walisema sisi tuliambiwa. Sisi tulifanya nini? Na nani? Na Guka ndiye alisema tusiwahi kunywa wala kupanda wala kulima wala kujenga, tuishi kwa tent miaka yetu yote. Na kile kilifuga, sababu ya kufuga ndio nabii ametumwa wapelekee. Maana walikunywa wakaanza kulala, kijana na msichana wakaanza kulala. Mzee akakasirika akisema ndio niondoe hii aibu. Pombe hapa hii nyumba yangu nisiwahi kusikia pombe. So ile kitu imevuka watu wote ni nini? Ni kikombe ya pombe tu moja. Na ndio alikuwa anataka waende wakunywe, hiyo laana iaguke. Maombi mingi ya nini? Lakini walisemaje? Tuliambiwa. Mzee alisema kukutikana nyuo, kukutikaneke. Sasa wameheshimu matamshi ya baba kuliko matamshi ya Mungu. Wageuliza nabii, ni kwa nini umetuambia hivi? Ni kwa nini umetuambia tukunywe na unajua hii maneno si mzuri? Na ni kwa nini for the first umepeleta pombe kwa kanisa? Si wakimuuliza tu. Na walikuwa najua Yeremia ni mtu wa Mungu. Walikuwa najua Yeremia ni nabii, lakini they ignored. That is why uko hapa, unakuja hapa unaniambia nikuombee kwa sababu uko na unasikiaga hapa ikiuma na hapa ikiuma na hapa inauma na hapa inauma. Ikikakaa kidogo nasikianga kitu kinaendanga hivi. Sasa nanianza kuniambia ati mimi nasikianga kama ni pepo. Nani alikwambia ni pepo? Nani je kama ni Guka na ishigi hapo natembeaga hapo? Taje kama ulienda mahali ulikuwa umekatazwa na Guka. Guka alisema msiwahi kanyaga hiyo shamba. Sasa wewe ndio ulienda kuilima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alisema hii nyumba msiwahi lima. Hii shamba msiwahi lima. Yule atakayelima. Dokwa. Pali ile maneno ilitolewa hapo ndio power iko. Na ndio nawafundisha nguvu za nini? Nguvu za maneno. Maneno ile unatoa iko na nguvu. Ukitoa maneno ya kubarikiwa utabarikiwa. Ukitoa maneno ya kupona utapona. Ukitoa maneno ya kusema twende, tunaenda. Waacha kuwaza story mingi sarakasi. Na kwa sababu hutaki kukaa chini, Mungu azungumze na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaki kukaa chini Mungu azungumze na wewe. Unaruka hapa, unaruka pale. Na ndio naona Wakristo wote wamechoka kutafuta Mungu, walienda kutafuta pesa wakuje wanunue Mungu. Kunikosho acho alahujia ngo dhika inaino kunaona kipaka kiti naanza kutetemeka hivi akishika microphone. That's a man of the day. Unaenda unatumia 1000 yako 10 unakuja unaekelea madhabahu hapa. Kununua muujiza. That era ya kununua muujiza imefika mwisho. Mwambie mwenzako imefika mwisho. You will not buy anywhere a miracle. You will never. That I can assure you, hata hapa kama ulikuja kununua miracle utaenda bure. I will never release it. I will never. Na nimekataa katika jina la Yesu Kristo. Mnunuzi wa miujiza asipatikane kwa hii nyumba. Na asipate hata sahani, hata kijiko hivi ya kukula. Find God. Because if tungetafuta Mungu hatungeenda kwa waganga. Saizi watu wameenda kwa waganga. Watoto wamepelekwa kwa waganga. Kwa sababu ya nini? We are lazy. Kule unaambiwa leta shilingi 10,000 ni kujifinyia mtoto busi. Unaitaka kufinya? Niko hinya, madita ko hinyero. Ko hinyero.
Iko hinya. Ya mururu. Boli ya mururu. Na wewe adite kule yake. Yeah? So because we are lazy, we don't want to look for this God. Mungu yuko kwenye Biblia hii. Wangapi wamewahi kusoma hii Biblia? Hiyo chapter nimesoma, chapter 35 ya Jeremiah. Ni wangapi wanajua kulikuwa na kitabu kama hicho? Chapter 35. Ni wangapi walijua ni nini inazungumziwa hapo kabla sijawaambia? Ulijua? Ulijua? Wale wameinua mkono, ulijua? Huku wanajua. Wewe ulijua? Lakini unajua kuna kitabu Jeremiah 35 because you are lazy. You didn't want to know the insight, and to know the insight is to involve Holy Spirit. Akwambie, nipatie, uambie Holy Spirit nipatie ufunuo nielewe hiki kitabu. Hiki kitabu ni novel. It is an ordinary novel without the Holy Spirit. But when you put the Holy Spirit, the Spirit of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kutoka hapa uponyaji iko mahali wapi? Kuvuguliwa iko mahali wapi? Kila kitu. Na unaona hawa jamaa tuliambiwa, tulikatazwa. Sasa wewe ulikatazwa. Mami, ulikatazwa. Kuna kitu ulikatazwa. Beatrice, kuna kitu ulikatazwa. Wapi? Home. Kuna kitu uliambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. It is very important. Very important. Before you go to any prophet of God, tafuta Mungu kwanza. So God will guide you. Will send his own servant akuja kufugue. Kama umetafuta Mungu kuje hapa, lazima tupatane. Kama ni Mungu alikuambia, si YouTube uliniona. Kama ni Mungu alikuambia ukuje hapa. Najua kuna watu waliambiwa na YouTube wakuje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu waliambiwa na Facebook wakuje. Na kuna watu waliambiwa na Mungu nenda huko. Huyo mtumishi ako na kikombe yako. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is when to know that you are doing the right thing. When God sends you to come. When God sends you to the next level of your life. But when you come to worship me, when you come to look at me, ukiniona unaona uponyaji, atadaiwa wako huitia tudawada wako huitia ne dahona wewe. Wacha kuniua. Wewe na kuita muuaji. Naiko mde? Bwana asifiwe sana. Umebarikiwa? Wangapi wamebarikiwa? Mpaka hapo tumefika. Kuna mtu ameona solution ya ile shida imemulete hapa. Inua mkono kama umeona solution ya ile shida imekulete hapa. Inua tu. Simama tu. Wale wameona solution mpaka hapo. Kama nimekuhubiria kupitia hapo, simama na miguu yako miwili. Kama nimekuhubiria umeona ile kitu ililete hapa, nimeiona. Basi hawa ndio walikuwa wametumwa kwangu. Nyinyi wengine hamkuwa mmetumwa. Because any word I speak comes from heaven. Because the people for the word are here. Siwezi kufungua kitabu hicho. Mimi umeniona niko na notebook, nimefika hapa nimeambiwa fungua 35 kwa sababu nimetuma watu wale watapona leo ni hawa. Wamefunguliwa, already mumefunguliwa. Hata usinitafute. Hata usinitafute already kwa sababu ni maneno ilikufuga na hiyo maneno imekufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Get seated. That is how the word goes. Neno si papa reka kaka. Hapana, hiyo ni vituko na sarakasi za kidini. Kweli ya guoya. Tunazungumzia kuhusu nguvu za maneno. Tusome tu kitabu cha Jeremiah 35. Na ningetaka sana muelewe nguvu za maneno zina uwezo wa kufanya wewe nini. What power is there